enjoyed the encounters thoroughly. I really miss the good do so. As I have lost the opportunity to from the message you sent me on Sunday, June 2nd, 2024, after I came to see you, in which you stated as follows. Hi, Dad. Hope you had leached homes, oranges, and 3 tomato juice. The doctors are here, so I will have to go and be speaking. Oh, we will do just that. However, I confess I was not an ideal and good father at all times to you. And I left the burden on your mother for this. Those instances I failed you in many immensely. It is too late to regret. I can only live with the reality come to many. And your legacy is to be continued. I will endeavor your legacy alive. I remember when I told you I was at their children's home at Kabete. You are very impressed and commended me for same in whatever field you went in. I am happy you so much in your young life, and I have no doubt the cruel hand of death has robbed your family, the country, especially in the fight against endometriosis. The deep pain and is indescribable, but I will preserve and stay strong like you. You were a little fighter. At the hospital, by your bedside, with your mom on the night you left us, you told me you were the same blood, and that connected. And I hope we shall reconnect again someday. May the Asante sana. Asante sana. Sijui tutafanyaje. Mbogi huko nyuma inateta. Inateta, tusaidie kupata solution. Nyinyi sasa ndio mtu. Kava oneon. Uko area. Boko kule nyuma. Itasaidia. Hiyo ni ngumu. Ngumu. Kule nyuma mudiscuss lafu mukam. Hakuna kudiscuss. Haya basi tukisonga tukiendelea hapa hivi tumekuja at least kupatiana tufanye hivyo. Asante. Tukiendelea hivyo tukicelebrate livity ya nimeambiwa kuna mmoja tu wa mwisho alikuwa anaomba kusema mawili watatu. Tafadhali Senator Gloria Orwoba amefika. Senator kuja at least tuambie mawili matatu. Ndio tuwe tell us how she got to meet the link. Kama walipatana kwa rege pia tuambie. Friends and family of Jambi, good morning. Mko salama? I thought together. First, to the family of Jambi,
First Lady, who has been trying to, and who I hope we will be working with her office to of having the endometriosis center. I pass her condolences. I met Jambi in Kibera. Tulikuwa function. During that function, she actually was, and the friendship was built. B was also a politician, and she had hopes mahali where she'll have an impact. So she wanted us to work with the girls. Kwongele also working in with the administration and period poverty. So we found a connection. Obviously, I was trying to convince her akuje pande yetu asimame na ticket ya UDA, but Njambi was not convinced. Serikali at that point, she was very keen on that, because kwa hii siasa na hii maisha sisi tunatembea, sometimes you need a person who will tell you uko na ujinga na ni hapa tunafaa tuende. So I appreciated that about her. She was also very kind. And watu wengine mkisikia kind, I think you think it's about money, but Jambi was kind with her time. She was kind with her views. Ni mtu ulikuwa unampigia na mwambia ni aje nataka kutembea Dagoretti hivi kidogo, tutapangaje, anakuja, mnakaa chini, mnapanga kitu yenye inafaa kupangika. So for me, that's how I knew Jambi. Unfortunately, the week when she was in hospital, I called her because pia mimi niliona kwa mtandao watu walikuwa wameanza kusema Njambi ako hosi. Now we had not reconnected in that month. So I called her and I asked her what's happening. Akaniambia ako hosi, kamuuliza kwaje? Kasema actually it's not so bad. Mnajua venye Njambi alikuwa, even when it's bad she'd tell you ako poa, ako fiti. So nikamuuliza, nimeona you have posted something, you needed blood. Can I post it so that we have a blood drive? So she said, yeah, you can post, and I hope watu watakuja. And actually, one thing that I appreciate with many Kenyans who are online, Wakenya walijitokeza, by the way, msisikize hizo vitu wanaandika kwa mtandao. Wakenya walijitokeza kutoa damu wengi. And the parents can attest that at one point the blood was much that it was other patients walikuwa wanasaidika. So the Kenyans who came out, I want to thank them. On, I think it was Friday, nikienda kumuona, nilikuwa nimetumwa na, I reached out to the first lady, nikamwambia, kuna beshte yangu anaitwa Njambi, she's a DJ, she's an influencer, a very strong person who can change lives of women and girls. So on Friday, I was telling the first lady, we need to intervene. Tuna need, as much as a kohosi, kuna venye anafaa kupelekwa Atlanta, because apparently only Atlanta was dealing with Njambi. And I remember the first lady was on her way to kulikuwa na function ya Sato, some holiday. So she told me niko njiani, lakini hebu nitumie kwa WhatsApp nione how we can intervene. So when I was talking to Njambi this Friday, we had hope. And in fact, she was very enlightened. Ilikuwa sasa tuanze kupanga how we are to move to Atlanta for now further treatment, because our specialist was there.
Unfortunately, we didn't make it that far because on Monday morning, the Njambis, and it was actually after I'd had a meeting about Njambi, very early in we've lost Njambi, and I think so. Ya Mungu ni hayo. There's nothing much we can do. However, the mother and the brother, the father. Now, I think we've agreed that the one thing that we can do, because there's Njambi, na kuna wasichana wengi ambao from Njambi's movement. Tuwa nilikuwa naambia watu, Njambi was not just an influencer, she was a movement. And I was looking at her, I'm like, when kama ukilewi ile strength uko nayo. Mtu anaweza chafa show, watu kama 5,000 wanakuja. Na sisi bado tuko hapa, upcoming politicians, we need to mobilize women ati tunawasimamisha kwa line kuje. So I used to tell her, kuna kitu jaona, you're a movement. And I just wish that we could have translated that movement into impactful leadership. Juu saizi pali tumefika siasa ya hii Kenya, watu wache kusema mimi sitaki maneno ya siasa. Mkoe kama Njambi. Because if you guys don't join politics, you'll keep saying hawa ma politicians wakwaje. Mnafaa muingie kwa kiwanja, mtoe hao wenye mnasema hawafai kuwa. And that's what Njambi used to say all the time. She's like, you know, I need to get in there so we can change Dagoretti South. So the only words I can leave, and maybe what I've learned from Njambi is, number one, it doesn't matter how small you are. And it doesn't matter watu watakudharau kiwango gani. If you know that you have a purpose in this life, kama Njambi alikuwa anasema, for sure she was going to change so many things in Dagoretti South. And I think even in her absence, she has already changed so many things. The fact that the office of the First Lady is now sitting down and strategizing to implement how to put together an endometriosis center is because of Njambi. Si juu ya waziri fulani, na si juu ya mwanasiasa fulani. It's because of Njambi. So even in death, Njambi's legacy lives on. And that is the thing that I want to take with me. That hata mimi nikifika mahali nitakuwa nimefika, Mungu aniite, people can come and say, this is what this person did. Everybody knows what Njambi did for the reggae community, the reggae fraternity. Munajua ile kazi Njambi amefanya. For the women and the girls, me, I can personally tell you, I know what she has done. And so I want to celebrate her, and I choose to celebrate her. And I will take it upon myself. If it's the one thing I can do, ile kitu yenye naweza fanya hata kama watu wanasema mna chase clout nini, at least hii story ya endometriosis center, we have to see it come alive. We have to have the Njambi endometriosis center, so that, you know, all of this was not for nothing. Kifo yake isikuwe ni kifo tu, ilikuwa unakumbuka ule DJ alikuwa nini. At least we can carry the legacy and make sure that
the women and girls who are out here suffering from endometriosis can actually have diagnosis in time and treatment when it's supposed to be given. Asante sana. And I'll be reaching out to the Endo Warriors. Sijui nitawatoa wapi, lakini tutaona kama tutapatana nyuma ya tent, so that you can join the journey to make sure that Njambi's legacy is actually implemented. Thank you. Asante sana. Asante sana Senate. Yeah. Kuna wimbo mwingine alikuwa DJ alikuwa anacheza sana tukianza hapa. Sijui kwa unaweza cheza hiyo ngoma as we move on now to kwanza mambo ya misa. Yeah. If you try to fix more than you break, if you're the kind who takes the time to help a stranger in the rain, there's a place for people like you. So if you know this song, just sing along to kwa roho yako hapo. Those down on their knees. We are getting to the place where you, whichever place you met Njambi, push your time. Yeah, man. If you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way. There's a place. Now I'm going to call on Sony. Odoni Akaribie, she's going to be reading the tribute to her mom. Usiogope kwa volume DJ, usiogope kwa volume. Asante DJ. Tupate tribute ya mom, alafu ndio tusonge mbele. Karibu sana. Habari zenyu? Mtasoma tribute ya Mam na Barbara. Njambi was a phenomenon. Her absence feels like a terrible dream from which we hope to awaken. Since childhood, Njambi faced life challenges with the heart of a lioness and the grace of a queen. She never allowed adversity to wear her down. Instead, she always emerging stronger. Her optimism was unshakable, and she had a unique seeing the glass half full, no matter the circumstances. Njambi was more than just a daughter and sister. She was our protector. As a sister, I remember her vigilance whenever I went out, asking for phone numbers of everyone I met, ready to call if I wasn't back home on time. She was my biggest cheerleader, and her pride in all my wins was boundless. She was my best friend, the first person I spoke to every morning, and we would talk every detail of our lives. We called each other baby, seeing each other gifts to be loved and cared for deeply. In our family, Njambi was a comedian, lightening our lives with her. When our beloved grandma, whom we affectionately called Mami, passed away, Njambi made our grief bearable. She mimicked her voice and lifted our spirits with her jokes. I can still hear her teasing about how Mami would always make our favorite chips and eggs, especially when I asked for them. Njambi was lowest moments. She sat with us in our pain until it faded. Believe in ourselves even when we doubted. Njambi, we will miss you beyond words. Do the things that matter most in our lives. You have left a big. The only comfort we find is knowing that you are free from pain, reunited with Mami, and sharing stories once more. We will always love you, now and forever, our queen, Mom and Barbara. Asante sana.
Kuna muri wako na nduthi imefunga baro. Ni Honda KCL 172Z. Tingua baro. Okay, sio nduthi lakini sio nduthi, ni gari. Wacha tuseme ni gari ndio poa. Enda tu toa hiyo gari yako. Honda KCL 172. Yeah man. Tafadhali. Also just a request, kama umepata tusikuwe na tabia mbaya. Na pia kama unataka kunyora, kuna toilet hapo nyuma. Unaingia tu hapo unajibamba. Yeah. I don't know if unajibamba is the right vocabulary to say when you're going to the washroom. Yeah. In case you need to use them, you can go enda ujibamba. So now please to take us through at least the next part. Reverend Liz, karibu sana. Karibu sana Liz. No, lazima uweke Reverend hapo. Oh, Reverend. Pole Reverend. Asante sana. Asanteni pia mmetuongoza vizuri. Tunashukuru wakati huu. Tuingie nafasi ya kanisa kidogo. Tungependa, nafikiri tumekaa kwa muda mrefu, tuweze kunyosha miguu yetu, si ndio? Tuimbe kigosho wakati huu. Ningependa kuomba Banis mwenzangu aje na tuimbe pamoja, si ndio? Marafiki wa Jambii, tusimame kwa miguu, wenye wana uwezo, na tuimbe kigosho 1 2. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema let everything that has breath praise the Lord. Wacha kila aliye na pumzi ya msifu Bwana. Tafadhali geukia jirani yako, muulize pumzi bado iko? Pumzi iko? Amen. Basi tutapiga makofi yetu na tusifu Mungu. Tidero twena morata otana tariage Jesone diore tuariake noe moto hoeri onegetiidero tore namorata otahana tariage eni Jesone diore tuariake noe moto ho kegaithie modo eni omwena ni omwedete wamokana igoro gose geithio cionge eni rigitithero twina murata otahana tariage Jesone diore tuariake nome moto ho eithia modo omwena ni omwedete wamokana igoro kegaithio cionge omwena ni omwedete Gai wakwa oe wa magegania omothe Jesoga nama eni gai wakwa we wa magegania hallelujah
nama na wewe munene muno wewe magegania we munene ninakwatie ngai wakwa ninakwatie tata ninakwatie ngai wakwa ninakwatie tata nimepata Mungu wangu nimepata Baba kweli nimepata Mungu wangu nimepata Baba asi ninakwatie ngai wakwa mwani nakwatie tata oh ninakwatie ngai wakwa ninakwatie tata oh tata 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 daddy oh daddy one worthy ka Yesu hallelujah oh one worthy hallelujah oh one worthy ka Yesu hallelujah kadongo dongo nikanyo hallelujah kadongo dongo nikanyo hallelujah mwivuluwe bangaleluya mwivuluwe bangaleluya mwivuluwe bangaleluya oh mwivuluwe bangaleluya oh hallelujah 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 oh hallelujah hallelujah unastahili kuabudiwa unastahili Yesu hallelujah unastahili Mungu we unastahili Yahweh unastahili kuabudiwa mwanzo tena mwisho unastahili Yesu unastahili kuabudiwa ni nani kama wewe tunakuinua Mungu wetu leo nani kama wewe tunakupenda oni nani kama wewe nakuinua Mungu wangu oh nani kama wewe na hakuna kama wewe
kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, Mungu wangu leo. Ewe nakupenda Bwana. Hilo ni kiri ya ndimi zetu kwamba tunakupenda na tunakushukuru kwa yote ufanyayo, mema yanayotupendeza, mengine yasiyotupendeza, ingine yanayotuumiza hata mioyo Mungu, lakini kwa yote tunasema ni asante. Hivi Bwana, tunapoendelea na hii ibada, tunaomba utukuke, ujitukuze, wema wako na fadhili zako ziendelee kuandamana nasi leo na hata siku zijazo. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Amen. Asanteni, mnaweza kukaa. Tunashukuru kwa hayo, kwa nyote kuhusiana nasi. Jambi, we have been told, fought the good fight of faith. She fought the good fight of life, of disease. She finished her race. She persevered to the end. Jambi kept the faith. So allow us in a few minutes to invite the minister of God today. He will share the word of God. We ask that we open our hearts to listen, to learn how Jambi fought this fight of life, and how she kept the faith, and how she finished the race. Allow me to invite Pastor Wameri to come to share with us. He has been with the family since we had the news. And as a church, we have supported the family and continue to support the family just like all of you have done. And we want to thank you from the side of the church. Asanteni sana, Pastor Wameri. Asante sana. Tupigeni makofi, Pastor Liz. Tumpigeni makofi. Asante sana. Thank you, Pastor Liz and the team that has led us in worship. Mbugia dagomko. Mbugia dagomko. Au na Mbugia seti mko area. Mbugia seti mko area. Na Mbugia rege. Ai, wako kweli? Mbugia rege iko area. Nice, nice. Yani, hii Mbugi yote iko hapa leo is a testament of the love, of the impact, of the legacy that our sister Jambi has left behind with us. Ndio ama hapana? Ukweli ama uongo? How many of us felt the impact and the love that Jambi had on us? Wangapi? Watu wangapi? Wacha nione. Tumpigeni makofi basi. Si ndio? Yani, Jambi lived her life and she lived her life to the fullest. And the Bible reminds us that kuna season tofauti. There are different seasons in life. Kuna season ya kuzaliwa na kuna season ya kudozi. Kuna season ya kujituma na kuna season pia watu wanatesa. But kuna season ya kulia na pia kuna season ya kucelebrate. And today we are here to celebrate our hero, our sister, the life, the impact, the legacy that she had with us. And we are forever grateful to God for the time that he gave us with Jambi, for the memories that we had together with our sister Jambi, and the impact and love that we felt from our sister Jambi. But even as we
share from God's word. As I was thinking about what to share with us, nilikuwa najiuliza tuongea about nini? Nikasema wacha tuongea about time ya God. Ambia jirani yako time ya God. Wacha nikuambie, kama kuna kitu nimestruggle nayo, that is one of them. When you think about God's time, one of the big questions that comes to my mind ni, neza trust God when I can't understand his timings na his ways. Tunaweza trust God saa zile atu understand rada yake ama time yake. Can we trust God's heart when we don't understand his time and his ways? But swali kubwa ni, why should we even trust God's heart when we cannot understand his timings and his ways? But one of the answers that nimepata in my life and in the scriptures is that one, God is sovereign. Hiyo inamaanisha God is in charge of the good, the bad, and the ugly that we go through in life. But the second thing is, God is all-knowing. God anajua kila kitu. Anajua kila mtu. In fact, hata Bible inatuambia, God knows the numbers of hair that we have in our heads. But we are reminded that our God is the Alpha and Omega, the beginning and the end. But the other thing that we know is that God is all powerful. Ati Mungu akona the supreme power both here on earth and even in the life to come, or in the heavens, that God has supreme powers. But here's the other thing. Most of the time, when we think about God's time, ina feelingi saa zingine ni kama God ukuja ni kama amechelewa, God ni kama ana rada, but God is never late. Kwa sababu God can change any situation, God can change any season, God can change any story to a testament of his grace in that life. And even today, as we celebrate Jambi's life, we are celebrating a gift that God alitupatia na Jambi. We are celebrating a love that we felt from Jambi. But even as we are about to read our scripture, and I will read from the book of John, ndio story ya Lazarus, kuna vitu tatu najua tutaona kwa hiyo story. Kitu ya kwanza ni puzzles, ni changamoto za maisha. Changamoto, watu walikuwa wanashindwa nini inafanyika. Kulikuwa na puzzle ile promise, the promise that God gave them, ahadi ile Mungu aliwapatia. But before we even read the text itself, nataka kuwachapia story flani. Wacha niwapatie story flani. Tuliendanga na maboys wangu camp siku moja. Tulienda camp flani, na hiyo camp ilikuwa ya mbuda flani mzae. Huyu mzae kwa hiyo camp alikuwa na game ingine kubwa, it was a big puzzle. Na akatuambia niache maboys, nataka mfigure out hii puzzle, alafu there is a gift for you. So tulikuwa tumechangamkia hiyo game mbaya. Tunajua hiki kitu mzae atajua jui. Tulikuwa tunajua mzae leo atajua jui puzzle, we will solve it within a minute. But what happened was, after our excitement, our hard work, our effort, our collaboration, we could not figure out that puzzle. There was always a missing piece that none of us had an idea what was happening in that puzzle. And in humility, yani tulijinyenyekea,
Tukaambia huyo mzae, juu huyo mzae hiyo time yote alikuwa tu anatucheka na angalia, najua hao mavijana watajua wajui, hao mavijana wajui hii kitu, unless waniulize hawezi toboa. So tukauliza huyo mzae puzzle. Huyo mzae alitufundisha kitu moja hiyo siku that has been one of the and in my life. Alituambia one, that gap is a God gap. Atuambia kwa hii life tutapitia changamoto mingi sana, but everything because we are not God, we are human beings. But akatuambia there are 3 lessons to be learned. Akatuambia the first lesson is to be patient with God. Akatuambia lesson ya because God is in charge of the good, the bad, and the ugly. With him because he's God and we are not God. But the other thing alituambia with ourselves. We need to be very patient with ourselves, especially when we are facing challenges, tough times, storms, fires, mambo imechemuka. We need to be very, very kind to ourselves. Juu vitu zingine si upitia kwa hii life, they are beyond us. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Vitu zingine si upitia kwa hii maisha, they are beyond us. We have no control over them. And what our sister went through from 13 years to date was a tough, and she fought a very big battle at a very young age, but she fought and ran a good. Even her challenges did not stop her from pursuing her dreams, her ambitions, her goals, her desire. Let's look at the crowd here. Is a testament of the impact, the love, the legacy that we have of our sister Jambi. So even for us, whatever challenges that we have, whatever storms that we have, whatever fire that we are going through, let us be like fire mama to pursue our goals and dreams and desire with that passion, knowing that God is by our side. But the other thing mzee alituambia, alafu tutasoma ile text nataka tuangalie, alituambia you need to be patient with other people. They are going, when the people around you don't have the answers to the questions that you seek, because they are not God. Tukicheza hiyo game, and the rather was that you can never figure out everything in life because you are not in heaven, who is all-knowing, all-powerful, and sovereign. But here is the text that John 11. What are hauna simu? Pole pole sana. Umeona? Haya, ina ngori. Wacha nifungue hiyo verse. So let me read it for us. Wacha nirudi hapa, kuna shade ndio niweze kuona. Just give me a minute. If you're so we are reading from John 11:32 to 37. Inasema,
When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would have not died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was in spirit and troubled, and he asked them, where have you laid him? Come and see the Lord. They replied. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who had opened the eyes of the blind man saved his friend? And that is the word of the Lord. And all of us say, Amen. Na si wote tunasema. So here are the three things nilikuwa sema tutaona kwa history. One, ni hizo puzzle, kulikuwa na changamoto. So these guys walikuwa nasema, one, how come this guy who healed a blind man in John chapter 9, he's not able to heal his own friend from dying? Walikuwa najiuliza, si huyu alifanya ule boy alikuanga kipofu akaona, how come he can't heal his own friend who? But Jesus answered them akawaambia that this happened so that the Son of Man will be glorified. That's another changamoto there. But here's the first thing. Walikuwa najiuliza hiyo story ya ule boy in chapter 9, alikuwa amezaliwa akikuwa blind. And in that story, it was another puzzle. Ilikuwa changamoto ingine. Juu raia yote ilikuwa inajiuliza, huyu boy alifanya nini ndo akazaliwa akikuanga blind? Because everyone was trying what was the issue, but no one had the answer to the questions that they had, except one person. That person was Jesus. And he told them that so that God will be glorified. Even as today, in our lives, kuna vitu mingi sana ufanyika na tuko na maswali mingi sana tumebeba kwa roho zetu, kwa jamii yetu, kwa maisha zetu. We are reminded that there is only one person who has the answers to the questions that we are asking in our lives. And that person is our Lord and Savior, Jesus Christ. When walikuwa najiuliza nini ilifanyika day in our lives, in whatever situation that you are in, unajiuliza, hey God, kwani nilifanya nini? God, kwani tulikula za mtu mbaya? God, kwani ni nini hiyo? Maybe hakuna. We are just being reminded that we live in a broken world. That the pain, the death, the loss, the sickness that we go through because we live in a broken world. But here's the other thing that happened in that text. Jesus wept. If kila mtu anaijua, Yesu alilia. Jesus wept one. Wote imbogi yote iko hapa is because Jambi was our friend, all of us, as family, as community, as colleagues who worked with her. We are here because Jambi is our friend. But all of us, we are grieving a hero, someone who had a great impact in our life. But Jesus wept because he knew this was not the original plan. It was perfect. It was good. It was, unajua huku Nairobi tunasemanga kitu ikikuwa poa tunasemanga ni soft life, si ndio? Ambia jirani ilikuwa soft life. God akicreate kila kitu ilikuwa mambo vulai.
ilikuwa soft life. Mwambie mambo ilikuwa vulai. Mambo ilikuwa soft life. There was no death, there was no pain, there was no tear. Everything was good. Everything was amazing. Everything was beautiful. Everything was vulai. But sin brought death to us, both physical and spiritual. But here's the other thing. People, in their pain, they went to Jesus. Martha and Mary, in their pain, Jesus. And Jesus accepted them. True of us today. I don't know what you're going through, but I know all of us are grieving our friend, our hero, our sister, Fire Mama. And Jesus is extending an invite. Yesu anatualika si wote, with whatever pain, with whatever heartbreak, whatever grief that we have, that we can approach him, because we are reminded that we do not have a high priest who cannot relate with the pain, with the struggles, with the issues that we go through, but we have one who was tempted in all ways, who was tried in all ways. He never sinned. And today, have whatever loss that we've got, whatever pain, whatever tears that we have, regardless of what you've done, regardless of where you are, regardless of what people, that invite to all of us to approach that grace, that throne of grace with confidence. Because we are reminded in the scripture that our God is slow to anger, in love, and infinitely merciful and gracious to all of us. That we serve our Lord and Savior Jesus Christ, who is slow to anger, abounding in love, and infinitely merciful and gracious to all of us. But here's the promise that Jesus gave them. And this is the last thing that I want to share with us. Here's the promise that Jesus gave them. He told them that I am the life. When they were asking, where were you when your friend, in fact, walikuwa namwambia beste yako, beste yako alikuwa anadai, najaribu, unajua mimi ni mse wa Islando. So najaribu jui kama watu wanasemanga beste yako alikuwa na ugenya, ama alikuwa na dai, ama alikuwa na doze, ama alikuwa na Jesus, your friend was dying, where were you? And then Jesus anawajibu anawaambia, I am the resurrection. Yesu alikuwa anawakumbusha that there is eternal life that is found in our Lord. They die, they will live forever with him. Jesus was reminding them that our resurrection has a name, has a face. Our resurrection is our Lord and Savior Jesus Christ. That death is not the end. That there is life after death. And that life is found in our Lord and Savior Jesus Christ. That is what Jesus was reminding them. That we will die, because that's a reality of life. We live in a broken world, and all our days are numbered. All of us, our days are numbered. But the promise that Jesus made was that even if we die, we will live forever with our loved one. Juzi nilikuwa naona video ya Jambi. Jambi, I think walikuwa reggae pali, I can't remember, but after reggae alikuwa na pray. Watu wangapi walionea video akiomba? Inua mkono. Video ya Jambi akiomba. Watu wangapi walionea video? Naona mikono kadhaa.
Naona, uliona? She was praying. Yes, aliona. Jambi was praying. Jambi was crying out to her space. And that's what I want to challenge all of us. That whatever challenges that you're going through, changamoto ile unapitia, God. I don't know what you are going through, but today is just a reminder. Hizo ngori zote umejipata, all those challenges and difficulties, who is loving and slow to anger, who is infinite and gracious to all of us. But the other thing that I want to remind us is, sorry today because of our loved ones that we've lost along the way. That grief and pain that you have today because you've lost your loved one, God is inviting us to express, because he says he cares. In fact, Jesus died on that cross because, kwa jirani yako mwambie, Yesu alidai kwa hiyo cross juu yako. Ni kama hajasikia, mwambie na ka attitude mwako. Jesus paid a top dollar on that cross. So whatever pain that you have, let us experience. But here's my last point, even as I invite Rev Liz to take us through the last section, is that Jesus made a promise. Jesus, a sure bet. Ambia jirani yako sure bet. Ini sure bet. I am the resurrection. I am the life. Tell your neighbor, Jesus Yesu ndio resurrection. Resurrection has a name. Mwambie resurrection has a name. Mwambie guruma, mwambie resurrection has a name. Yes. So whatever we have, let us run to God. Whatever says that God has made, let us take heed those promises that God has made, that he is our resurrection and he is our life. So let me invite Reverend Liz to take us through the next session. Tumpigie makofi. Asanti kwa neno hilo. Kwa wakati huu tungependa kuombea jamii mweze kusimama na Reverend Ken Aringo just stand up, family. You could stand. You could stand. Basi kwa heshima tunaenda kuombea jamii hii. Ni wakati vile Pastor Mary ametuelezea, kuna yale ambayo nitaomba kwa heshima sana tuwe katika hali ya maombi. Kama tunaweza kunyosha mkono kwa jamii hii tafadhali, just this family, mahali huko, nyosha tu mkono kwa jamii hii. Nguvu awashikilie, tunaingilia wakati mgumu zaidi ambao tunaenda. Let your hand, join us as we pray for this family. To you, Lord, do we commend this family, Lord, and grant them a peace that surpasses human understanding. That, Lord, even in this journey where we are, as we get fortitude will be so near to them. And that, Lord, we thank you, Lord, for all the friends who have come from across the country
online. Father, we surrender every single person, even these friends who are gathered here, Lord. We are here with grief, but we know one thing, that, Lord, you are faithful and you are God. And so we commend ourselves to your care and to your love, and we stretch our hands in love to this family, that in this hour of their need, may they know him who to know is peace, and that is Jehovah Shalom. Rest of the session, where we are heading, that, Lord, until we finish, would you grant us your peace and your grace, in the name of the Father, Spirit. Amen. Asante sana Rev Ken. Nataka kupisha nafasi hii kwa MC Larry. Yes. Karibu. Tuko sawa? Mdogo tu. Najua tulikuwa tumespend time mingi sana pale, kulikuwa na viewing. Yeah. Tulichukua muda mrefu sana pale, ndio maana hata tumechelewa na ka program saizi. Kwa hivyo familia inaomba tu kitu moja, na tuende pale hivi kwa site tumalize hii shughuli. Yeah man. Ku recognize gari zote ziko hapa kutoka Islando. Watu wa Islando wako hapa? Mbogi ya Islando. Mbogi ya Islando iko? Yeah. Kuna Mbogi imetoka mpaka Siaya. Wote wako hapa. Kutoka Kisumu. Yeah man. Nasikia kutoka Kibira Motherland Passive Kibich mko hapa? Big up yourself. Wako hapa. Gedare, watu wa Gedare nasikia ndio wameingia. Gedare kwa hapa. Jeshi ya Gedare kwa wapi? Jembe Teshi. Asanteni sana kuja. Yeah man. Nashukuru sana, tunashukuru watu wa Seti. Big up. Jeshi ya Satellite kwa hapa. Aire. Sasa kuna kitu moja Njambi alinifundishanga. Yeah. Never dies. Na hiyo ni message alitupatia. Sisi wote tutapitia hapa. Yeah. Lakini at the end of the day tunamweka kwa roho yetu. True that. Gig zote za Jambi, reggae zote za Jambi, hakuja kuwa na noma hata siku moja. True. Alikuwa ni mtu anasema peace, love kila wakati. Yeah. Hawajai kuwa na noma yoyote kwa kitu yote Njambi amefanya. Atinguri. Leo ni siku yake ya mwisho, tusianze saa hizi, au sio? Ndio hivyo. Si ndio? Yeah man. Hakuna kuchachisha, sio? Tupatie tu familia heshima yake. Mama West tu tumalize hapa, tuende kule once again. Hizi love watu wote wako hapa. Yeah, na tunashukuru sana. Kuna mzee mmoja alikuwa ana welcome Njambi kila wakati anaenda Kisumu. Akienda Kisumu anamuwelcome. Anamuwelcome, anaorganize kila kitu. Yeah. Anajua kama mzae. Mzae please njoo kidogo tu. Kidogo tu. Mzae kuja. Yeah man. Mzae kuja. Nafikiri Mbogi yote ndio. Yeah man. Wacha tuambie tu moja mbili kwa amani, tusonge mbele. Kwa hakika vile ameongea ni ukweli kwa ajili ya Jambi, na Mungu amenifikisha salama. Nimewaona Wakenya wote kutoka 47 counties tuko hapa. Mungu amweke palpema familia. Mimi na wakilisha kutoka Kisumu, poleni. Kwa majina naitwa Mzee Abdul Kayum Ali Muhammad. Jambi nilikuwa ninamkaribisha. Mungu nimemchukua. Sote iwe huzuni moja kubwa katika Kenya hii. Asanteni. Asante sana. Yeah. Sasa tunaomba tu ile pande nyingine kabla tusonge. Mbogi tafadhali. Njambi amepiga show miaka 10, miaka 15. Warasta. Hatujawahi chachisha. Warasta. Wakuliwa. Sasa situtulie, si ndio? Yeah man, is your desire. Wako hapa. Zidiambo yuko wapi? Nimemwona mahali hapa.
Yeah, yuko area. Zidiambo yuko area? Yeah, man. Amejificha. Picha. Big up Zidiambo. Yuko wapi? Man. Big up yourself. Big up yourself. Hatuwezi msahau Tali. Alafu lazima pia tumshukuru mtu mmoja yourself. Big up yourself. Yeah, man. Queen Caribbean kutoka Australia pia ameshikisha kila wakati. Tunashukuru sana. Naomba tutaanza msafara mwisho pole pole tutaratibu. Familia nafasi waweze kuload. Yeah, mbele. Yeah. Alafu sisi tutaenda baadaye. Sasa naomba sisi wote tukae chini kwanza, si wote tutapatiwa nafasi ya tukae chini, tutulie mahali tuko. Tuanzishwe pole. Warasta. Tutulie kwanza. Gari ndio itangulie. Wale ma-steward tapata nafasi pole pole. Ningependa kurequest ma-uncle waje pia tusaidie kubeba twende kwa gari. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Rest in power, fire mama. Inaweza ibebwe. Haya. Fanya hivi, twende tukae chini tu, twende usome nyuma tukae chini. Yo, hatuwezi enda bila jamii pale kwa ya moja. Tunamwambia shine all the way, usio. Shine all the way jamii. One. Rudini nyuma kwanza. DJ, weka sauti ya microphone sauti. DJ, weka sauti ya microphone iwe juu. Haya. Sasa tufanye hivi, tusonge pale nyuma. Hapo sasa.
ya wale wa nyanya, wale wa tomato. Yeah, man. Weka sauti ya mic. Ya, iko sawa. Hiyo sio design. Yeah. Haya. Twendeni huko. Nataka Zion train. Zion train. Zion train, Zion train. Haya, twendeni huko. Check. Tupatie mama nafasi ya kwenda. Haya. Tupatie mama nafasi. Tupatie mama heshima yake tafadhali. Tupatie mama nafasi kidogo please. Hebu tu create space hapa. Kidogo. Check. Tengeneza nafasi. Check. Tafadhali tupatie mama heshima. Yeah. Tupatie mama Njambi heshima. Tupatie Njambi heshima tafadhali. Warasta. Tutulieni sasa. Yeah. There's a place for people like you. Haya. Warasta. And lend a voice to those who cannot speak. If you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way.